subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, anasema wasomee Muhammad habari za watoto wawili wa Nabii Adam, wasomee habari za haki kabisa. Ifkarraba kurbanan, wale watoto wawili walipotoa sadaka, fatukubila min ahadihima, ikakubaliwa ya mmoja wao, walam yutakabbal min al-akhari, lakini ya mtoto mwingine haikukubaliwa. Yule asiyekubaliwa kala akasema la aktulannaka, nitakuua, kumwambia mwenzie aliyekubaliwa sadaka yake. Chanzo kilikuwa ni nini? Nabii Adam katika mwanzo wa maisha yake ilikuwa asubuhi mpaka jioni anazaa watoto wanne, yani asubuhi uzaliwa wawili na jioni uzaliwa wawili. Kwa hiyo katika watoto wake wanne hawa wa mwanzo, Habil, Kabil, pia kulikuwa na watoto wawili wa kike, kila mmoja alikuwa na dada yake. Kabil alikuwa na dada yake mzuri sana. Habili naye alikuwa na dada yake, lakini hakuwa mzuri sana kisura. Sasa ili umma uongezeke, ikabidi huyu mmoja aoe mwingine na huyu aoe dada wa mwenzie, ili umati uweze kuongezeka, ili viumbe vizidi kuongezeka. Kwa hiyo ikabidi Habil amuoe dada wa Kabili ambaye ni mzuri, na Kabili naye amuoe dada wa Habili ambaye hakupata sura nzuri. Ili jambo Kabili lilimkasirisha sana, na akafikia kusema, dada yangu mimi mzuri umuoe wewe, alafu mimi uniozeshe dada yako mbaya? Haiwezekani. Kwa hiyo ujumbe huu ukapelekwa kwa mzee baba yao, yani mzee wetu Adam. Ikapelekwa kesi hiyo kwa baba. Baba akasema itabidi sasa tusikilize habari kutoka kwa Mola wetu, namna gani atatutatulia kesi hii. Wahai ukaja, akaambiwa Adam, katika watoto wako wawili hawa, ili mmoja aoe huyo anayemtaka, ili aruhusiwe kumuoa huyo anayemtaka, kila mmoja atafute kondoo amuweke kwenye jabali pale, au atafute mbuzi amuweke katika jabali pale. Wakati ule sadaka huwa inachukuliwa au inateketezwa na moto. Ile itakayoteketezwa na moto ndiyo iliyokubaliwa na Allah. Kwa hiyo sadaka zote mbili zikawekwa katika jabali. Sadaka ya Habili ilikuwa ni mbuzi mzuri aliyenona kabisa. Akatafuta mbuzi wake mzuri, kwa sababu Allah alimjalia, alimpa mali, alikuwa na mbuzi, alikuwa na mashamba mazuri. Kwa hiyo yeye akachukua mbuzi mzuri akamweka pale. Na Kabili naye pia alikuwa na mifugo vile vile, lakini akatafuta kibuzi kilichokonda konda, akenda akakiweka pale. Kwa hiyo Allah alipoleta amri yake, moto ukachukua mbuzi wa Habil, kuonyesha kwamba Habil ndiye aliyekubaliwa kumuoa dada wa Kabil yule mzuri. Kwa tukio hili la kukataliwa Kabil sadaka yake, ndipo alipomwambia ndugu yake, la aktulannaka, nitakuua. Kala, akajibu Habil, innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, hivi ndivyo anavyowapokelea Mwenyezi Mungu wanaomcha Mungu. Wewe Allah tayyib, inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Mwenyezi Mungu ni mzuri, hapokei isipokuwa kilichokuwa kizuri. Wewe umechukua mbuzi aliyekonda ukampeleka pale, mimi nimechukua mbuzi yule anayetakiwa nikampeleka pale, wa kwangu kakubaliwa na Allah kaikubali sadaka yangu. Sasa kama Allah ameikubali sadaka yangu, basi wewe usijenge hoja ya kutaka kuniua mimi. Lakini alimwambia kwamba la in basatta ilayya yadaka, Habili akamwambia Kabili, kama utanyoosha mkono wako, litaktulani, ili uniue mimi,
ma ana bibasiti yadayya ilaika liaktulaka, mimi sitanyoosha mkono wangu kukuua wewe. Kwa nini siwezi kufanya hivyo? Inni akhafu Allaha rabbal alamin, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa viumbe wote, kwa sababu Allah hakutufundisha hivyo. Allah ametufundisha kwamba pale ambapo wewe utashindwa, basi unatakiwa umshukuru Mwenyezi Mungu na ujipange, uangalie wapi umekosea. Kwa hiyo Kabil akamuhusudu ndugu yake kwa sababu kuwa yeye ndugu yake kapata kizuri, yeye kapata kibaya. Kwa hiyo akaamua sasa amuue ndugu yake ili kile kizuri ndugu yake akikose akipate yeye. Na hii ndiyo maana ya hasadi ilivyo. Hasadi maana yake ni kupenda ile neema ya ndugu yako imuondoke, yani tamannu zawalu ni'mati akhika, ni kutamani ile neema aliyokuwa nayo ndugu yako imtoke, aidha uwe nayo wewe yeye asiwe nayo, au nyote mkose. Ndiyo maana hasadi. Na